kwa sababu wengine hapa huenda ni sabato yao ya mwisho. Kuna wengine wataingia kwenye mitihani, nafikiri wiki ijayo unaanza mitihani. Kwa hiyo siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa kutulinda. Kuna wengi ambao walianza safari hii, lakini kuna wengine katikati hapo wamedisco. Kuna wengine katikati hapo wameacha kwa sababu ya ada, wengine hawakupata mkopo. Kwa hiyo wewe ambaye kwa mfano wale wa mwaka wa 3, Mungu amekupatia nafasi, unaingia katika mtihani wa mwisho. Ni jambo la kumshukuru nani? Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini hata wewe ambao unaenda kuingia katika mtihani wa mwisho katika mwaka uliopo, ni jambo la kumshukuru nani? Mungu. Lakini bado unapoenda kumshukuru Mungu, una wajibu wa kufanya. Hello? Uwezi kusema kwa sababu mimi ninaomba sana. Uwezi kusema kwamba kwa sababu mimi ninasoma sana, kwa sababu mimi nina uwezo sana. Lakini naomba nikutie moyo hivi, usiposoma kwa bidii, usipopata ushirikiano na wenzako, usipopata research sehemu tofauti, utafeli. Maombi na wajibu. Si ndio hivyo jamani? Ni maombi na nini? Kweli lazima uombe, lakini pia usome. Na ndio maana katika Biblia tumeambiwa kwamba asiyefanya kazi asifanye nini? Asile. Asiyesoma na lazima afeli. Unless otherwise, kama wewe ni genius. Kuna magenius. Kuna watu wengine ambao wanasikiliza tu mnao discuss. Wale tunaita nini magenius? Ndio hivyo. Special wale. Anafika tu hata muda wa kudiscuss ni kurukaruka tu huko, anacheza huko, lakini ikifika kwenye mtihani hamumuoni. Lakini wenzangu na mimi I say, nakumbuka mpaka tunaweka maji kwenye beseni. Na jinsi usingizi hauna adabu. Umeweka maji mpaka hapa na ndio bado unafanya nini? Unalala. Si kama kuna wengine walitokea kama hivyo. Mpaka wanasema kwamba uoshe macho, lakini usingizi unafanya nini? Utalala. Kwa hiyo lazima ukaze, lazima mwanaume ukaze, dada lazima ukaze. Sema sasa sio kazi ndogo. Hapo naenda kukutana na wakufunzi ambao wengine hawamjui Mungu, wengine mpaka utoe rushwa mpaka atafanya nini? Kaza mwanaume, soma. Amen. Kwa hiyo siku ya leo naomba niwaalike tujifunze tu somo fupi, tukienda kumshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupatia. Baba yetu na Mungu wetu kwa amani, asante katika mchana huu wa pekee. Umetulinda na umetukutanisha ili kuja kusoma neno lako. Asante unitumie tu kama chombo, lakini mnenaji awe ni wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo langu linasema Ichabod, utukufu umeondoka. Ichabod, utukufu umefanya nini? Umeondoka. Neno Ichabod linatoka katika lugha ya Kiebrania. Na neno hili ai inamaanisha hapana kwa Kiebrania. Ai, hapana au bila. Lakini Ichabod inamaanisha utukufu, uzito au heshima. Kwa hiyo tukiunganisha Ichabod, hakuna utukufu tena, utukufu umetoka. Unajua katika maisha yetu tumezoea kujua vitakatifu. Biblia takatifu, neno takatifu, sijui ni takatifu. Lakini inapofikia utukufu wa Mungu unapoondoka katika maisha yako, kuna vitu vingi ambavyo lazima utakutana navyo. Wana wa Israeli wakiwa katika maisha yao ya kila siku, Mungu akamteua na akampendekeza Eli kuwa kuhani katika mji wa Israeli. Lakini Eli akapata watoto wawili, Hofni na Finehasi. Na Eli ni mtumishi wa Mungu, na Mungu anamwelekeza watumishi wa Mungu ni namna gani wanapoweza kulea familia zao. Tunakuta kwamba Eli japo ni kuhani, lakini hakufanya sehemu ya parenting, hakufanya sehemu ya malezi, hakuwalea watoto wake katika njia inayomfaa Mungu. Hivyo basi watoto wake hao wawili wakafanya mambo ya ajabu. Wakala zaka, wakala sadaka,
walikuwa ni wanawabaka watoto wa kuhani. Israeli ikaingia katika mchafuko, watu wakamwasi Bwana, na ndipo inatokea kwamba Israeli wanaingia kwenye vita na Wafilisti. Na wanapoingia kwenye vita na Wafilisti, kumbuka hakuna taifa lilikuwa aishindi kama taifa la nini? Taifa la Israeli. Ni taifa teule takatifu. Katika vita walipokuwa wakienda kila mara, walikuwa ni lazima washinde vita. Lakini sasa hivi wanaingia kwenye vita na Wafilisti. Jambo linatokea kitu cha kawaida, ambacho si cha kawaida. Na wanapofika katika vita, Hosa na Finehasi nao wako katika vita, watoto wa kuhani. Na wakati huo mzee Eli ameshazeeka, ana miaka 95. Wanashangaa, mbona hii vita haiendi vizuri? Nini imetokea? Na wakati huo watoto wa Eli, mmoja ameshaoa na mke wake ni mjamzito. Vita limepamba, uwanja wa vita kule hali ni mbaya, wana wa Israeli wanauawa, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Na kwa sababu walipoenda vitani walikuwa wanajiandaa, walisema ni kawaida yetu sisi, tukifika vitani lazima tutashinda tu. Kumbe hawasahau kwamba, wamejisahau kwamba Mungu ameshatoka miongoni mwao. Unaweza ukawa ni Mwadventista, ni as usual, kwamba mimi ni Msabato. Imetoka huko nyumbani kwetu hapa, tumekutana watu tofauti tofauti na malezi yetu tofauti tofauti, tumekutana hapa kwa sababu ukakutana na wenzako ambao malezi yao ni tofauti. Tumekutana hapa, ukasahau kila ambacho ulilelewa na nyumbani kwenu, utaanza kusema mimi nimelelewa katika maisha ya Wasabato as usual. Utaniambia nini kuhusiana na Usabato? Kumbe ujui unapoenda unajisahau, unaacha misingi ambayo ilijengewa katika familia yako. Unasema nitaenda kama ilivyokuwa kawaida. Kwa hiyo ukisoma Samueli wa kwanza 4:19 mpaka 22, tunapata kisa baada ya taarifa mbaya kuja, baada ya wana wa Israeli kushindwa vita. Na wakati huo wakachukua sanduku la agano ambalo lilikuwa haiendi vitani. Wakachukua kwa sababu kwamba hili hao watu wa Filisti tuweze kuwashinda, ni lazima tuchukue sanduku la nini? Sanduku la agano. Wakijua kwamba Mungu yuko kwenye sanduku la nini? Sanduku la agano. Wakaacha mahusiano yao na Mungu, wakasema kwamba ili tuweze kushinda vita hii na hao watu wa Filisti, ni lazima tubebe sanduku la agano, twende nalo vitani. Na ni kweli wana wa Filisti waliposikia wameleta sanduku, wakaingiwa na hofu. Lakini hao wana wa Israeli hawakujua kwamba Mungu ameshatoka miongoni mwao. Vile inaendelea, walishuka, soma tu fungu hilo vizuri mwanzo mpaka mwisho utapata. Wakaingiwa na hofu, lakini wana wa Filisti wakasema hivi, tunakomaa hapa, hatoki mtu. Na walizoea, walijua kwamba kawaida sanduku la agano, kwa sababu Mungu yuko pale, tutashinda vita na tutawashinda hawa. Kumbe maisha fulani hivi, unajua, unaweza ukabeba Biblia tu kama ilizi. Ndivyo wana wa Israeli walichukua sanduku la agano kama ilizi. Kuna watu wengine ambao wanakuja kwa hili, ni faulu mtihani, ni lazima nifanye kitu fulani, lazima niwe na bomu. Si tunaita bomu? Au mnahitaji vile vya nani? Kibuti ya mnahitaji. Sina majina tofauti tofauti. Ili nifaulu mtihani, ni lazima niweke kibuti, lazima niweke msaada. Kwa hiyo unafanya mambo yako as usual, kwamba si mimi nimejitegemea, nitaingia na kibuti. Sawa, kibuti kitakusaidia, lakini ole wako kwa watu na kibuti, ndio itakuwa mwisho wako wa shule. Unaacha kusoma, unategemea kibuti. Na kina dada unajua vizuri, wanavaa ile ya ndani nyeupe kabisa, unakuta wameandika hapa. Na wewe unapo kusoma, swali limekuja, shingo lako ni refu kama nini, unapigilia chapo. Si wanasema kama chapo? Ili utoboe. Wana wa Israeli wameingia vitani.
kwa sababu alijua kwamba tukileta sanduku la agano tutashinda. Soma kisa vizuri. Wana wa Israeli walipigwa, watu 30 waliuawa. Eli anaambiwa kwamba wewe ni kuhani, elekeza taifa la Israeli kumjua Mungu. Hakufanya sehemu yake kama kuhani, na hata watoto wake. Israeli ilikuwa ikienda inapotaka, wakaacha kutazama uso wa Bwana na maagizo ya Bwana, wakafanya mambo yao na hatimaye taifa likaangamia. Sasa sikiliza, wakati huo mke wa Finehasi alikuwa ni mjamzito. Mume wake ameenda vitani na shemeji yake, anapata taarifa inakuja mbaya, tulikuwa vitani. Lakini unajua waleta taarifa nao wapo, kuna wale wengine ambao wanawaja, kuna waleta taarifa wazuri, lakini kuna wale wa taarifa watu tunaita waambea. Hujatumwa wewe, ni mjumbe wa baraza la kanisa, hujatumwa utoe taarifa, tunamjadili mtu fulani kwa mienendo yake. Wewe ukitoka, mwenzangu, wewe nikwambie tu, ila ni wewe tu unapofanya nini, ninakwambia usimwambie mtu mwingine. Hakika kwa mtu ni wewe tu ndio ninakwambia usimwambie mtu. Jamani, mjakutana na watu kama ni wewe tu. Ogopa mtu anayekwambia kuletea taarifa kwamba ni wewe. Atuona ndipo mke wa Finehasi anapata taarifa. Naomba msomaji mzuri nisome Samueli wa kwanza 4:19 mpaka 22. Usikie neno haya linatokea. Ndipo neno hili linatokea. Biblia inasema mpe nani? Biblia inasema tena mkwewe mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Hebu subiri hapo. Jamani, akina mama wanajua hakuna kitu kizito sana mtu akiwa kwenye hali ya ujauzito na anakaribia kuzaa. Hataki kusikia taarifa mbaya, na hataki na hata wataalamu wanashauri mtu akiwa ni mjamzito na katika hali ya kuzaa, wewe kama bado hujafikia kwenye hali kama hiyo, ambayo kama huko kwenye ndoa hautaelewa. Anatakiwa kuangaliwa kwa hali ya uangalifu mkubwa sana, asipate shida. Anasemaje? Basi